Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhani Karim, Ramadhani Mubaraka. Wapendwa Waislamu, wapendwa maimamu na walimu wa madrasa, kutoka Umoja wa Maimamu Tanzania UMATA, tunapenda kuwatakia Ramadhani Karim, Ramadhani Mubaraka Waislamu wote, hususan maimamu pamoja na walimu wa madrasa. Tunapoelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tungependa kuitumia Ijumaa ya leo tuweze kuwakumbusha watu maandalizi yaliyokuwa bora. Wengi wanafikiri maandalizi ya Ramadhani ni kukusanya vyakula pamoja na vitu vingine, lakini maandalizi bora ya Ramadhani ni kuwapatia watu maalumati, kuwapatia vitabu, kuwapatia elimu inayohusiana na funga, hasa katika lengo la funga na namna linavyofikiwa na changamoto gani ambazo zinapelekea lengo la funga lisiweze kufikiwa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Umoja wa Maimamu Tanzania unapenda kutoa wito kwa maimamu wote misikitini katika malengo yaliyokusudiwa katika Umoja wa Maimamu Tanzania. Ufikiwaji wake unategemea kipindi hichi kizuri cha mwezi mtukufu Ramadhani. Kipindi hiki inapaswa kila imamu katika msikiti wake huwa ameandaa kamati ya ukusanyaji, kamati ya mipango na fedha, kamati ambayo itakuwa ni maalum katika hichi kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhani kwa ajili ya kukusanya sadaka na michango mbalimbali. Wakishaunda kamati, wanatakiwa pia kuwa na bajeti, ijulikane katika mwezi huu wa Ramadhani bajeti yote ya msikiti ni kiasi gani, ambapo katika bajeti hii inaweza kuhusisha gharama za nyumba ya imamu kama ni kodi au kujenga. Maana haifai imamu wetu sisi kama Waislamu akawa anakaa katika nyumba za kupanga, tena nyumba mchanganyiko, au imamu na familia kubwa lakini ana chumba kimoja au vyumba viwili, haifai. Kodi yake inaweza kaweka katika bajeti hichi kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini swala la bima, imamu anapaswa kuwa na bima kwa ajili ya matibabu yake yeye na familia. Bima inaweza kupatikana katika hichi kipindi cha Ramadhani kama utaratibu mzuri utawekwa katika bajeti. Lakini si hivyo tu, imamu anatakiwa kuwa na usafiri. Haifai maamuma wana magari, maamuma wana vipando vya kila aina, lakini imamu wetu anatembea kwa mguu, wakati imamu yeye ni alama ya Uislamu. Kuishi katika hali ya udhaifu ndio kuonekana Uislamu uko dhaifu. Lakini katika hii bajeti, kama tutaweka gari, kama tutaweka usafiri, basi kipindi hichi cha Ramadhani inaweza ikapatikana. Lakini pia si hivyo tu, imamu pamoja na familia yake, watoto wake wanatakiwa kusomeshwa katika shule nzuri. Sio tu waumini wanasomesha watoto zao katika shule nzuri, imamu pia anatakiwa watoto wake asomeshe katika shule nzuri ili aweze kuona fahari ya kazi yake ya uimamu. Pamoja na mambo mengine, hiki ni kipindi ambacho misikitini hakupaswi kuendelea kuwa na zile ndala, kanda mbili zisizojulikana rangi zake, kanda mbili zinazoteleza kwa sababu ni matoleo ya zamani sana. Leo inatakiwa kanda mbili zote misikitini zitolewe na zichomwe moto, alafu kila muumini aagizwe alete kanda mbili pale ili hivyo vyote viwe na kanda mbili mpya. Leo ni siku ambayo waumini watakao kuleta makopo mapya kwa ajili ya kuchukulia udhu na sio makopo ya zamani. Leo ndio misikiti inatakiwa kutandika makapeti mapya, sio yale makapeti muumini kaida ameswali siku 3 tu sijida hilo. Yaweka makapeti ambayo kweli mtu akiwa ameweka paji lake la uso pale anapata utulivu kiasi ambacho khushui kwa ajili ya swala yake inakuwa ni mkubwa sana. Zulia lilokuwa zuri msikitini lina mchango mkubwa wa kumfanya mtu khushi yake iwepo katika swala yake, tofauti na ile misikiti ambayo mtu akiweka kichwa chake mara moja tu anataka kuinuka bila hata kumaliza kusoma zile tasbihi za sijida. Kwa sababu gani? Chini panaumiza. Hiki ndio kipindi ambacho misikiti inatakiwa karabatiwe. Misikiti ipakwe rangi, misikiti ichwe tiles, misikiti ipendeze. Kama msikiti wenu una rangi iliyochakaa mwaka jana, kama msikiti wenu hakuna ulichobadilisha kile kutoka mwaka jana, ni dhahiri kwamba hamna imamu bali na mswalishaji. Lakini hata waumini mmejikusanya tu hapo, sio kwa ajili ya kuitafuta pepo, maana pepo hizo utafutwa katika vitu visivyokuwa vizuri. Lakini jambo lingine ambalo muhimu kulifanya katika misikiti yetu, maimamu ni lazima wawe na orodha ya watu wenye uhitaji msikitini. Tuna watu wenye ulemavu wa macho, tuna wajane, tuna mayatima, tuna wazee wasiokuwa na msaada. Hawa tusisubiri wasimame kuomba msaada, wanatakiwa wajulikane, wafanyiwe bajeti yao, alafu kipindi cha Ramadhani kuhakikisha mahitaji yao yanapatikana, asina kusimama kuombea au wao kuomba na kupata tabu. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ukarimu. Hiki pia ndio kipindi ambacho kuwe na darasa nyingi msikitini, badala ya kuwa watu wamelala wanapulizwa tu na feni, wamechoka kwa sababu ya futari na mambo mengine. Basi kuwe kuna darasa kila wakati ili watu mapumziko yao wayafanyie kwenye darasa. Lakini hichi sio kipindi cha kuwabeza watu ambao ndio kwanza wameamua kuja kuswali kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani.
hiki ni kipindi ambacho tunafahamu kutakuwa na wageni wengi, watakuwepo wasiokuwa Waislamu wamesilimu kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, watakuwepo watu ambao wafanye ibada lakini kwa ajili ya Ramadhani wamejikuta wanaanza kufanya ibada. Sio kipindi cha kuwasimanga. Wale ambao wanapenda kutumia maneno wale ambao wanaabudu Mwenyezi Mungu waliacha, sasa amekuja Mungu wa Ramadhani ndio ameanza. Haya ni maneno mabaya sana. Kila msimu wa Ramadhani ni msimu wa kurainisha nyoyo za watu katika kufanya ibada. Kwa hiyo tuwakirimu, tuwakumbatie, tuwe nao karibu wale ambao ndio kwanza wamepata mwamko wa kutekeleza Uislamu katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani. Inawezekana hawa baada ya Ramadhani wakadumu katika uchamungu mpaka kifo chao. Na wewe ambaye unadumu katika swala siku zote